Mdori mwenye balaa. Sehemu ya 9. Ilipoishia. Halafu mbona kama nasikia sauti za mtu akilia kama anafanya mapenzi. Mmeshaanza tabia ya kuangalia video za ngono huku, aliendelea kusema Hanifa kisha akanyanyuka na kuanza kufuatilia. Nilipoona amenyanyuka na mimi nilisimama nikaanza kufanya namna ya kumzuia. Wala hamna kitu, mbona mimi sisikii, nilimwambia huku nikisimama kama mbele yake, lakini kwa namna ambayo nilijua hawezi kuelewa kuwa nilikuwa namzuia. Hanifa kuona hivyo akasema, hapa kuna kitu, mbona unanizuia? Au shogaa yupo na bwana ake huko nini? Alisema Hanifa na kuanza kupiga hatua kwenda alipokuwa Umi, ambaye ndio kama aliongeza kelele za mahaba. Nilijitahidi sana kumzuia, lakini nilichelewa, kwani tayari alikuwa ameshakatiza ile kona ya kordo na kuingia upande ilipokuwa midoli ya kiume. Ghafla Hanifa alisimama na kushika mdomo kwa mshangao. Endelea. Hapo nilijua tayari kashaona kila kitu, basi nikaanza kumcheka na kumwambia mwanakuyatafuta, mwanakuyapata. Nikapiga zangu hatua hadi alipokuwa Umi akiwa ameikalia mashine ya roboti Mathew akipatiwa huduma, kisha nikamwambia aje. Nilimweleza kila kitu kuhusu ule mdoli na jinsi unavyofanya kazi bila kuleta madhara, yani haukuwa na uwezo wa kutia mimba wala nini. Basi baada ya Umi kukunika kipele chake niliwatambulisha kwa roboti Mathew, ambaye aliniambia alikuwa akiwafahamu muda mrefu baada ya kusikia majina yao yakitajwa sana. Basi Hanifa baada ya kugundua kuwa sisi tumeshonjeshwa hogo na huyo roboti, naye yeye akawa kama vile anataka sema ndiyo hivyo anaogopa, basi sisi wala hatukujali. Umi akaenda zake kuoga, mie nikamzima roboti na kurudi ofisini. Wiki nzima ilipita ikiwa ya kazi tu, maana wateja walikuwa wengi sana, maana ulikuwa msimu wa sikukuu. Basi baada ya hiyo wiki bosi aliniambia ataondoka kama siku 3 hivi kwenda mkoani ambapo kulikuwa na msiba. Basi hiyo ikawa kama shangwe kwetu wafanyakazi wote, ambapo tuliona huo ndio muda sasa wa kuenjoy na mpenzi wetu asitietia mimba roboti Mathew. Basi siku hiyo tulifanya kazi hadi saa 10 na kuweka ujumbe kuwa tumefunga kwa muda, kisha tukamuwasha roboti Mathew na kuingia naye kule chumbani tukiwa watatu. Wote tulikuwa na upwilu balaa, na ndio hivyo tulikuwa na mashine ya bure kabisa ambayo ilikuwa na uwezo wa kutukuna hata masaa 10 bila kututia shombo wala mimba zisizotarajiwa. Tulipofika chumbani, Hanifa ndio alikuwa wa kwanza kuvua nguo zote mpaka chupi, akabaki uchi kabisa. Nikaona na kisimi chake kirefu zaidi hata ya changu kimedinda balaa. Mathew kuona hivyo akamshika Hanifa mkono, wakaanza kunyonyana ndimi kimahaba, yani mpaka sisi tuliokuwa pembeni kama watazamaji tukatamani. Kitendo cha Hanifa tu kunyonywa na kupata joto la mwili wa roboti Mathew kilimfanya aloe mapema na kuanza kuungangania mtarimbo wa yule roboti. Itaendelea.